Ladies and gentlemen, ndugu zanguni, sijui kama hicho ni Kiswahili. Welcome to the Brother Rogers YouTube channel, and nishukuru sana kwa wale ambao mnazidi kusubscribe. May God really bless you. If my video makes you happy, kama video zangu zinakufanya ucheke. Kuna video niliweka jana nikaona watu wamecheka. Kaka, I will be telling you my stories in this forum, na so that you understand the kind of life I've gone through to be where I am today. Na there's something I've come to realize. Ushamba ni kitu mbaya sana. Yaani unajua kuna mtu anazaliwa in a village, anasoma primary school within that village, anasoma secondary school within that village, na anasoma college within that village. So one day anapotoka kwenda town, wewe jamaa msimuchekele. Mnajua Selasia. So kaka, there is an experience I encountered, and when I flash back, hey, nacheka sana, najiona tu mjinga sana. So mimi na ushamba yangu, the first time with I had a mentor. There is a manager I grew in her hands mwenye alikuwa ananimentor. So one day wanahabari tunaendanga maseminar Mombasa, Nairobi, Nakuru, Kisii, hizi towns kubwa kubwa. So it happened she slotted me in one of the very prominent seminars in Nairobi, sorry. So agia dadi we ndugu, ukipata nafasi mtoto akiwa mchanga, mpeleke town atembee, muonyeshe, mwambie hii inaitwa ghorofa, mwambie hii inaitwa 5-star hotel, mwambie hii inaitwa hii, mwambie hii inaitwa, hadi onyesha tu mtoto, you know. Anyway, so we left Kisii to a seminar that was supposed to take 3 days in Nairobi. Ilikuwa seminar ya watu wakubwa, my friend, na tulipelekwa kwa 5-star hotel. Kuna hotel Nairobi, ni vile nimesahau jina, unaona Jamhuri High School. Nairobi, Jamhuri High School. Opposite Jamhuri High School, kuna hoteli hapo kubwa sana. Nimesahau jina, kuna vile inaitwa. So mimi na ukisi yangu tumetoka ndio wale kwa gari Nairobi. Unajua kwa hizi hoteli nowadays, digital hotels, there is how they operate. They are keyless. Yani haupati ufunguo. Hizi mahoteli kuna kadi unapewa. Hiyo kadi ndio inafungua mlango, na hiyo kadi ndio ina turn on power in your room. Ina turn on the switches ya kuchaji simu, ina turn on bulb, ina turn on everything. So kaka, mimi na ukisi yangu na ushamba yote tumeenda kwa 5-star hotel, kila mtu amepewa room yake. It happened kwamba my manager mwenye tulienda na yeye was working under those years, amepewa room far away. In fact alipewa a different floor kutoka kwa ile yenye nilipewa. So the people wenye tulikuwa now, all of them here are strangers. I've never seen them. And very wamechapa suit. My friend, people va. Mimi nimetoka hapa na jamba yangu guy. Anyway, so nimeenda Nairobi. Tumefika hapo, tumekuwa welcomed, na unajua ilikuwa arrival, then mnalala, then kesho saa 2 seminar inaanza. So kila mtu tumeitwa, tukaambiwa na caretaker, unaambiwa room yako ni room 254 for instance, and then unapewa kadi. So our watu caretakers, they assume that all of you know how such high profile hotels operate. So tukapewa makadi inakuwa kama ID card. So kila mtu akapewa yake. Unapewa kadi, unaambiwa room yako ni 263. Unapewa kadi yako, unaambiwa room yako ni 254. Unapewa room yako nini. Sasa ikafika around, tumepiga mastori, tumejuana kidogo kidogo. Imefika saa 4 ya usiku, kila mtu anafaa kwenda kulala.
So everybody left to his room. Na mimi nikajitoa na mizigo yangu. So madam ameenda, mimi nimebaki. Nikaangalia ile card nikaona imeandikwa room 256. Haya. So nikatafuta one by one. Ninaangalia 226, 223. Nikapata yangu 256. Okay, ndio hii. Sasa niko hapo kwa mlango. I started asking myself questions. Hii mlango I can't see mahali naweza weka ufunguo. Na hata kama iko nayo, I don't have that key. So I was stranded. What is happening here? Na hii hoteli sijui reception, tuko third floor, reception iko ground floor. Hata direction ya kufika huko sijui. Mimi ni mgeni, fresha kwa hii hoteli. Nimetoka Kisii na Ushamba yote. Nimefika hapa. Haya, kuangalia, ndugu zangu. There is no key here. Room zingine naona mtu anakuja sijui anafanya nini, anaingia. Room ingine anaingia. I didn't know how these things work. Hey. So nikasimama hapo saa 4 ya usiku, saa 5 ya usiku, saa 6. Guy, my friend, si usingizi inanimaliza na uchovu. Najaribu nikaanza kufight na hiyo mlango kufungua. Natingiza mlango. Mlango haifunguki. Oh Jesus Christ. Luckily enough, kuna caretaker alikuwa anapita tu, I think ni yule wa night shift. Nikamuuliza, mrembo, mambo ya habari? Niambia sawa. Nimejaribu kufungua hii nyumba hapa haifunguki, kwani ufunguo iko wapi? You know, she started laughing. Akaniuliza ulipewa card? First card, nikamwambia, ndio hii hapa, I have a card. So hiyo card kuna vile aliwekelea kwa mlango hivi. Alinusia. Unajua kunusa. Hiyo kadi akainusisha kwa mlango. Na akasukuma, I saw the door open. I was like, guy, okay. Haya. Kumbe, there is something I did not take note. Hiyo mlango iko na sensor. Hiyo sensor ndio unaekelea juu hiyo card inafunguka. My friend, akaniambia ingia, hii card ndio inafungua, unaiwekelea tu inafunguka. So, she didn't tell me the exact location mahali nawekelea hiyo. Nikaingia ndani. Wacha niingie. Giza. Nikawasha simu. Nikatafuta maswitch ya stima. Nikatafuta maswitch. Hakuna. Saa 7 sijalala. Maswitch naangalia kwa wall, hakuna switch ya kuwasha bulb. Nikimulika vizuri hivi torch ya simu ninaona bulb ndio hii, lakini kufuata hakuna. Kwa kitanda chini. Nikaingia kwa bafu. My friend. Hapa sasa hapa watu wanawasha hii kitu namna gani? Haya. Wacha nipigie madam simu. Ni madam, habari yako? Maji nisijalala. Ni nini? Room iko giza. Akaniambia iko shida. Kamuuliza nimeshindwa kuwasha stima. Akaniambia uko na simu? Hebu washa torch. Unaona hapo kwa mlango? Kuna kakitu kamewekwa hapo, ni kama unaingiza document ndani. Yaani kuna kakitu kadogo tu kametengenezwa hapo kando ya mlango. Ni kama unaingiza ID card ndani. Nikamwambia acha nitafute. Kuangalia nikamwambia nimeiona. Sasa akaniambia hako kakadi uko nayo, ingiza hapo ndani. Kuingiza stima ikawaka. Fwa! Sasa nikakaa hapo for 10 minutes. Kaangalia nikasema, kumbe dunia iko na maneno. So from there nikasema hii stima ziwezi zima. Taka hapo. Sababu nikizima tena nashindwa kuwasha. Ikafika asubuhi. So nikateke shower, maji baridi. Sikuwa najua kwamba hiyo bafu inakuanga na maji warm. Sijui unafinya wapi inakuja warm. So mimi ni ile tu kwa tap. Nikaanza shwa, nikanawa, nikaoga mwili, nikavaa. Sasa kuvaa, mlango ikashindwa kufunguka nitoke nje. Si unaona wakati niliingia, huyu madamu hakuniambia mahali nawekelea hiyo card. Nikakaa hapo natafuta vile nafungua hiyo card, najaribu kuwekelea kwa mlango kila mahali. Najua ninawekelea chini haifunguki, ninawekelea juu. Kumbe kuna specific place, kuna kakitu kametengenezwa hapo mahali unaiwekelea, unaionyesha tu hivi na inafungua. Mimi nikaweka saa 1 ndio hiyo, saa 2 seminar imeanza, saa 3. My madam got suspicious. Ndio ananipigia simu. Rogers, what is happening? I can't see you in the room. Nikamwambia madam, nilioga kitambo, nimeng'ara, nimevaa.
Nimeshindwa kutoka kwa room. Ni nini? Mlango haifunguki. Akaniambia okay. Ile kadi nilikuambia usiku, uko nayo? Ambia iko hapa. So toa hiyo kadi. Alafu hapo kwa mlango kuna kuna kitu imewekwa hapo kama imefura hivi. Hapo kando na mlango. Hiyo kadi wekelea hapo juu. Nilipowekelea hivi juu, mlango ikafunguka. My friend. I learned a lesson. The toughest lesson ever in my life. And hapo ndio ushamba inafikishianga mtu. But then from that time, I can now comfortably stroll and walk into a 5-star hotel. Nilale, nishawe, niamuke asubuhi, kazi inaendelea. God bless you. See you in the next video.